السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumsalia kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tukiwa katika darasa letu kukizungumza kitabu walichokitunga al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, al-Kabair, madhambi makubwa, akaweka madhambi 70, na leo tuko katika darasa la 14, lakini tuingia al-kabiratu rabi'a, katika madhambi makubwa la 4. Jana tulikomea la 3, nao ni kujiingiza katika mambo haya ya uchawi, mambo ya sifa so nzuri hizi, ambapo kwamba watu wengine kuwafundisha watoto wao kuingia katika mambo kama haya, wakaona ni ukoo huo. Mtu ambaye kwamba ataingia katika hali kama hiyo ni kuwa amejitoa katika upande wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallama. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kule kuingia tu katika mambo kama hayo, kwenda kuuliza tu, ni hatari hiyo. Kwa hivyo hizi fikra za watu kwenda kwa watu kama hawa kutizama na kuangalia mambo, mimi kwa nini mambo yangu hayanyoki, basi ukenda pale bwana apandishe rohani wake na wewe wathirike katika mambo kama yale, ukamsadiki tu, fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ukamsadiki tu, wewe kwenda kuuliza tu ambapo kwamba ni makosa. Na ndio maana ukaona wanazuoni wao katika kauli yao wakasema, fa idha kanat hadhi halu sa'il fakaifa bihali almas'ul. Huwa mwenye kwenda kuuliza tu peke yake yeye, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi mzopokea na Imam Daudi. Wewe kwenda tu ukamwendea tu yule bwana na kumsadiki yale yasemayo, tayari ushakanusha alikuja nao bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wasema, fa idha kanat hadhihi halu sa'il, muulizaji hali yake ndio hiyo. Muulizaji, wacha yule mkomo alioulizwa, huyu muulizaji tu peke yake, fakad kafara, tayari shakanusha, shakufuru moja kwa moja. Sasa ikiwa huyo ndio muulizaji, je, yule mwenye kuulizwa naye hali yake wewe mwenyewe jua wazi kwa ni mbaya zaidi kuliko huyo mwenye aliouliza. Kataba Umar ibn Khattab radhiallahu anhu an iqtulu kull sahir, wakati ambapo kwamba Sayyidina Umar alifaradhisha moja kwa moja, yani mtu akijulikana tu ana sifa kama yeye alikuwa anauliwa moja kwa moja, alikuwa anauliwa. Yani mtu akikuta hivyo. Na wakati Sayyidina Umar wenyewe sema faqatalna 3 sawahir, watatu wameonekana na mambo kama yale, basi wakauliwa. Vitu kama hivi havifai. Mtu kwenda kuangalia saa
za kuoa sijui kitu gani sijui mambo kama haya ni kujirudisha nyuma wakati naam ziko nyakati nzuri ni wakati ambao kwamba alfajiri Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza masala kama hayo kwa nyakati kama hizi za asubuhi ni nyakati za baraka amali zetu zifanyike katika mapema na usiku wote ni mzuri tu na ndio maana kuona Qur'ani yenyewe teremsha usiku nikaha kwa nyakati kama hizo sio vibaya na nyakati zikafanya mchana sio vibaya kwa sababu ni jambo la mkoma alifurahi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kazi imeshaozeshwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mchana zishaozeshwa wakati wa usiku Mtume sallallahu alaihi wasallam hakusema moja kwa moja nyakati hizi hazifai kufanya jambo la khairi wewe fanya tu jambo la khairi limetokezea kutakufanya wewe lifanye tu moja kwa moja lakini hizi mambo ya fikra ya sisi tunaona watu wengine wamekaa hivi atongoja wakati yani kigonga tu haya mozesha haraka haya ni mambo kama itikadi hizi zaturusha nyuma sana katika mambo kama haya dini la yadkhulu jannata musaddiqun bisihri mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam hawaingii peponi wale ambao wenye kusadiki mambo kama hayo waliadhu billahi min dhalik na ujumbe sisi tumeshaupeleka kwa hivyo khiari iko kwa wenyewe as-sihru min a'zami al-kaba'ir uchawi ni katika moja katika mambo haya ambayo katika al-kaba'ir kwa hivyo ukiyafanya mambo kama hayo sio kama hakuna yapo yameletwa na malaika wenyewe hao na Harut wameleta wenyewe wameleta haswa jambo kama hili lakini walikuwa na sharti zao fala takfur usikufuru kwa sababu utafanya mambo ya kukafiri tu mimi acha nimtenganishe huyu na huyu lakini na wewe nao ukiwa na takwa zao basi wameyatakillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib wale wenyewe ama kama mashetani wenyewe aswa huwaogopa watu wema wanaogopa aswa Saidna Umar alikuwa yeye shetani akimwona umkimbia aswa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema moja kwa moja wewe ukifuata njia kama hii isipokuwa salaka shetani ghaira fadhik isipokuwa shetani naye ugeuza akashika njia nyingine kwa sababu gani ni ule ucha Mungu ukiwa na ucha Mungu basi shetani hakai na udhu ni silaha ya Muislamu na ndio maana tumekuwa saa zote watu watakiwa na udhu wewe kutoka nje tawadha mpaka saa ya kulala pia watakiwa ulale na udhu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya hivyo saa kulala yule wewe udhu utakuwa kwenye hifadhi pale hakuna mtu atakurubia na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametokea jirani ambapo kwamba wewe utakapokuwa utakulala shetani mwenyewe alimwambia Abu Huraira aswa ukisoma ayatul kursi wakati wewe umekwenda kulala kwa kweli hakuna shetani yoyote mwenye kukurubia wewe mwenyewe imetoka kwa wenyewe aswama kama ibilisi mwenyewe amueleza aswa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sadaqaka wa huwa kadhub yeye hali kuambia ni mkweli japo kwa mwenyewe aswa asili yake ni muongo lakini haya alokuambia ni kweli mtu amekwamba saa kulala tu sijilalie tu ovyo kama mtu wengine amejirukia kitandani walala tu soma mkeo ataka kustarehe naye kuja kustarehe naye pia muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala piga bismillah sio kama watu wanaanza tu piga bismillah kisha Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana maneno mafupi haya Allahumma jannibna ash-shaytan tupuse na shetani wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana na mwepushe shetani huyu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuturuzuku mathalani watoto hapa basi shetani mwepushe kijana kama yule mwenye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema Mwenyezi Mungu siku ile akikuruzuku mtoto basi utaona mtoto kama yule atainuka katika hali ambayo kama mwema na shetani atakuwa amkimbia kijana kama yule atainuka katika khairi ambayo kama hayo kwa hivyo hizi vitu ambapo kwamba sisi tumeacha mambo yetu na uradi
na kumsikiza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tumempa njia kwa shetani ya kutuingia na kutuharibia mambo kadha wa kadha. Tukiingia katika jambo kwamba la 4 alisema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah katika al-Kabiratu ar-Rabi'a, asema fi tarki as-salah, ni kuacha swala. Kuacha swala ni moja katika al-kabair, ni katika madhambi makubwa, mmoja wapo ni kuacha swala. Wewe angalia tu Mwenyezi Mungu aliposema fawailun lilmusallin, ala neno moja fawailun lilmusallin, yani wale ambao la adhabu watakupata lilmusallin, hapa lamu ikhtisas na maalum lilmusallin, kwa wale wenye kuswali. Kina nani hao? Alladhina hum an salatihim sahun, ni wale ambao wao swala zao, yeye alikuwa atakaswali asubuhi, basi asubuhi ataiswali saa 5, adhuhuri ataiswali alasiri. Wale ambao waichelesha hiya taakhirul waqti, ambao anachelewesha, hawa wana adhabu kali, hao wenye kuswali. Sasa je, wale ambao wao ambao hawaswali kabisa, ikiwa huyo ndio dalili hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ndo kama haya akasema alladhina yuakhiruna as-salata an waqtiha, hiyo fawailul lilmusallin, adhabu kali tawapata wale wenye kuswali. Alladhina hum an salatihim sahun, wale watu ambao wao katika swala zao wanazipuuza, yani waswali kwa wakati ambao wanaotaka wao. inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta. Ala almu'minin, haikuja ala almuslimin. Muislamu ataswali wakati atakao, lakini mu'min yeye ataswali kwenye wakati, ataswali kwenye wakati ule ambao kwamba ameamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wale ambao kwamba wenye kuzichelewesha, yuakhiruna salata an waqtiha tahawunan biha, kapuza hao ndio ambao kwamba fawailul lilmusallin, hao ndio watakao kupata tena adhabu kali kweli. Yani hao ndio tena wameswali. Suala la kuja wale ambao kama swali kabisa, je, hali yao ni vipi? Ikiwa huyo ambao kama yeye anayekuchelewesha tu, na sisi haswa tutakiwa watu waelewe malengo. Wewe kuja hapa ni nini? Wewe kuja hapa ni kitu gani? Mtu atakiwa sana wewe malengo yako kwenda Bombo hospitali ni nini? Si kwenda kumwangalia mgonjwa tu, kwenda kujifunza na wewe kuwa bwana hapa pahala, ningekuwa mimi leo ni mimi hapa, leo ningekuwa ni mimi leo, hali yangu kwa vipi? Kwa hivyo hapa nataka mimi nichunge afya yangu, mimi nisivute bangi, nisifanye kadha karibu afya yangu, mimi nichunge ile neema ambayo kama alinipa mimi ya afya, nataka afya ichungwe. Lakini utaona watu sasa wao wenyewe wanaharibu ile afya yao. Utakapokuharibika, wanaingiza katika majitembo hayo, enda kuchoma vitu ambao kama ndani ya mwili wao za shindo hata kukaa, za haribu. Wewe usione jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliharamisha, ukaona Mwenyezi Mungu Subhanahu kama tutesa, lina madhara. Lile jambo lenyewe lina madhara kwetu sisi wenyewe binadamu. Hili jambo limekatazwa, basi chukua nyama ya nguruwe, ile nyama ya nguruwe mpe mbwa, haili mbwa ule apenda nyama, lakini mrushie nyama ya nguruwe mbwa haili nyama ya nguruwe ile. Ukimrushia nyama haili, kwa sababu anajua nyama kama hii hatari iliyoko, na kila mmoja ajua. Madaktari wenyewe wamegundua kwa nini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kwa nyama kama hii ni haramu, na Mwenyezi Mungu amesema ni haramu. Wakachunguza, wasoma, wakaona si nzuri kwa afya ya mwanadamu. Kwanza kuna vidudu huwezi kuviona, vimejazana tele katika nyama ya nguruwe. Tena nguruwe ameharamishwa kwa dini zote mpaka kwa usoma katika mabiblia yamo nguruwe ni haramu. Wewe ukiona tu jambo kama lile, lakini utaona watu ndio kwamba wao ndio wanaitumia lile jambo lilokatazwa, basi wao ndio wapesi kulifanya.
Ukiona jambo limekatazwa, basi ujue jambo kama hili lina madhara kwa mwanadamu. Wewe mwenyewe kwa kuna madhara. Sasa ukienda la dharara wala dhirara, wewe ukijiingiza tu moja kwa moja, basi wewe utakuwa katika hali ya kwamba umejitakia mwenyewe. Kwa nini umeambiwa uende ukazuru makaburi? Zuru al-qubur. Kwa nini uambiwa ndio kuzuru makaburi? Zingatia, kwa nini kaburi la mwanadamu limeinuka shibri moja? Kwa nini sio mazingatio kwa hapo bwana, kaburi hili natakiwa heshimiwe? Kwa nini waambiwa ukiingia makaburini wasalimie wale? Kwa maana wanakusikia. Fanya adabu yako ukiingia katika makaburini, wanakuona na wanafurahi. Muislamu wetu mwenzetu amekuja, tutapata zawadi hapa kuombewa Mungu. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema baada ya kuzika pale, akasema astaghfiru li akhikum, muombeeni maghfira huyu mwenzenu, ndugu yenu. Fa inna al'ana yusalu, aulizwa huko, ana maulizo pale, anaulizwa. Sasa wewe angalia tu umri ulioisha hapa duniani, wewe miaka yako 60, 70, 80, 90, nenda mpaka ukafika 100 tena, wewe mwenyewe utamani uondoke tena, maana watu wameshachoka na wewe. Wewe ukishafika 100 watu tena kukereka babu wachezewa tena. Ile nyumba uliyojenga wewe, ulikuwa ukikaa nyumba kubwa, wahamishwa wala chumba cha uwani huko, watu waje kuangalia asubuhi yuko hai huyu. Wewe umeijenga mwenyewe, huna nguvu tena. Mkelo nao naye ameondoka, umebakia wewe tu na wajukuu. Sasa umebakia tena wewe, waona wakuchezea wakwambia ni mtani wetu, umekuwa ni mtani. Sasa wanakuchezea, bado uko tu nyumba yako wewe ulioifanyia mambo kama hayo. Sasa wewe fikiria umri huu tokea wakati wa bwana Mtume tu sallallahu alaihi wasallam mpaka leo ni miaka mingapi? Hao wale kwa makaburini mpaka leo tu wako makaburini. Wewe chukua ule umri ule hapa duniani, umri wetu ni mdogo sana, ambao kama unaishi hapa hutomaliza karne moja, na ukimaliza karne moja shukuru, umepata bahati. Lakini sasa wewe utamaliza makarne ndani ya makaburini pale, umejiandaa na lipi? Ista'id al-maut qabla nuzul al-maut. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hayo, jiandae na mauti kabla hayaja kushukia. Mauti yatakia maandalizi, mauti inahitaji maandalizi. Leo tumejiandaa na nini? Na mauti. Watu hawataki kumwabudu Mola wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sisi tumeumbwa na majini, tumeletwa hapa duniani kumwabudu tu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe kaa chini tu, kwa nini wewe umeumbwa? Kwa nini umeumbwa? Kisha kaa chini, kwa nini ukuumbwa punda wewe? Kwa nini waonaje lao waambiwa wewe katika maumbile, sasa chagua hapa nyoka, chagua hapa mjusi, chagua hapa wewe na mwanadamu wote chagua nini? Wewe mwenyewe. Lakini alhamdulillah, laqad khalaqna al-insana fi ahsan taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbo zuri. Wewe utosheki hilo tu kwa muumba mwanadamu katika umbo zuri, na akajalia ulimwengu wote huu ni wako wewe utumie. Yote hii mwanadamu huyu ametukuzwa. Mwanadamu juu ya kutukuzwa, na mmoja katika alichotukuzwa mwanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama, ametukuzwa mwanadamu huyu. Wa idh qulna lil malaika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaambia malaika, akiwa Ibilisi ndani mmoja wapo yupo, kwa sababu hii ardhi hii, usione wewe ndio wa kwanza kukaa hapa, kuna wenzetu walitangulia katika ardhi. Sisi ndio makhalifa. Khalifa ni ule ambao kwamba walikuwa wako, kama Mtume sema yeye baada kuondoka wakaja makhalifa, kuonesha kulikuwa kuna kiongozi. Nani? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Khalifa sisi, Mwenyezi Mungu qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Khalifa ni kiumbe ambao kwamba wewe sio mwanzo, ambao kwamba kuja katika hapa. Kuna watu walikuwako, kulikuwa kuna viumbe waishi hapa. Malaika wenyewe walipoambiwa maneno kama haya, Mwenyezi Mungu qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa,
malaika walijadiliana na Mwenyezi Mungu, atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, utajalia katika ardhi kama hii wenye kumwaga madamu, wenye kufanya uharibifu, walevi, mambo kadha kadha kadha. Malaika wenyewe waomba Mwenyezi Mungu, wa nahnu usabbihu bihamdika wa nuqaddis laka, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani sisi tukuabudu. Kuna malaika, Mtume sallallahu alaihi wasallama, wewe usione tuko katika sayari hii ukaona mimi bwana huko bado. Hizo mbingu hizo ni tabaka hizo. Mbingu ya kwanza kuna vitu kadha wa kadha, huzijui wewe, huzijui wala hatujui. Kuna mambo kadha kadha, wewe umekaa tu hapa, pweza huyu, samaki huyu, waona kumbe dunia imejaa. Dunia si lolote hii amekubali nayo. Kuna wingu wa kwanza, huo wingu wa kwanza haufanani na wingu wa pili. Wingu wa pili haufanani na wingu wa tatu. Wingu wa tatu haufanani na wingu wa nne. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ghaniyun. Yeye Mwenyezi Mungu ni tajiri. Wacha duniani ukaona mimi tajiri hapa na la nitakacho, si lolote wala si chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huko kuna mbingu hiyo, Mwenyezi Mungu amejaala mbingu ni tabaka tena. Wewe angalia ule uendaji tu ambao kwamba kutoka vyombo hivi vinakwenda mpaka mwezini, mfano huko ni chombo kimetumika kweli, na ukifika huko hajafika wingu hatamu kama wa kwanza kumaliza. Mwenyewe bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kupelekwa kwake ilikuwa mpaka kupiga hodi, ameletwa ametumwa huko, ndipo hapo kapita. Na wingu wa kwanza, wa pili, Mtume alipofika wingu wa saba akuta kuna Al-Kaaba kule. Malaika wanaingia katika Al-Kaaba ile ambapo kwamba kila siku wanaingia 70,000 wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Hawa wana rukuu, hawa wana sujudu. Mtume mwenyewe amekwenda kayaona haya mambo haya, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akatuambia sisi, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira, lao ungekuwa nyinyi mwajua yale ni yajua mimi. Maka Mtume ameingia paka motoni akauona ule moto aswa, akaingia peponi akaiona ile mkomba pepo, ameoneshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jicho la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam halifanani. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam jicho lake halifanani yeye na macho yeye. Mtume sallallahu alaihi wasallam aoneshwa na kuja Jibrili, anazungumza naye, wewe uko pale humuoni. Macho ya bwana Mtume anamuona. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaona, amemuona mpaka Ibilisi ameona. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna suratul jinni ile kama ile, Mtume amekwenda aswa kwenda kuwasomesha. Tena Mtume akamchukua Abdullah bin Mas'ud, twende. Abdullah Mas'ud naye alikuwa njebari, twende. Nani amekoma ataweza? Abdullah Mas'ud mimi wa maswahaba nyuma wakaona twende uhudhuria katika jalsa kama hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamweka Abdullah Mas'ud, akamtolea mstari hivi, amwambia usitoke hapo, usitoke katika mstari kama ukitoka shauri yako. Abdullah Mas'ud, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwenda kuwasomesha majini, aenda somesha majini. Nani ameweza kuweza na moyo kama huo? Wale majini aona majidude ya shuka tu, majidude ya shuka yajamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ile wale majini nasema inna sami'na Qur'anan ajaban, majini yenyewe sema tumesikia Qur'ani ajaban yahdi ila rushdi, inaongoza haswa katika uongovu. Fa amanna, tukaamini sisi. Wakaenda kuambia watu wao, wakaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kaulizwa chakula chetu sisi cha gani, ambaye ni chakula kilopiga bismillah, na waislamu walopiga bismillahir rahmanir rahim ndio chakula chenu hicho. Kwa hivyo chakula ambao kama kile ambao kama ukipiga bismillahir rahmanir rahim ndio chakula cha ndugu zetu ambao kama hao, ambao kama wale wema. Minnal muslimun wa minnal qasitun, kuna majini, kuna wazuri na kuna wabaya. Wapo kama wanadamu, wapo wabaya na kuna wazuri, na majini vile vile. Minal muslimuna minal qasitun, wako ambao wabaya, ambao kazi yao ni mabaya tu, na kuna wengine wazuri tu.
mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam asema mimi wangu mimi amesilimu aswa. Kila mmoja na karini, kila mmoja na jini wake, kila mmoja na mashaitani yake, kila mmoja naye. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam asema wangu amesilimu kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam wewe ukimpeleka mshaka na kufuata tu, lakini pale ukimsikiza unapotaka atakupeleka tu katika ala kulli hali. Wadkhulna lilmalaikati isjudu li Adam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala daraja alompa mwanadamu. Wadkhulna lilmalaikati isjudu li Adam, daraja kubwa alompa mwanadamu kuwa yeye malaika ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa nuru, la ya'suna Allah, hao muasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na ndio wao kama mkaribini wale ambao kwa Mwenyezi Mungu wanachukua amri kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wao kazi yao ni kutekeleza tu, wanaamrishwa na Mwenyezi Mungu, ni amri wao wamheshimu nabii Adam. Fasajadu, wote wakasujudu kwa kufuata amri, isipokuwa illa Ibilisi akakataa, na yeye alikuwa tawabasida, amelelewa na malaika. Kwanza hapa alipokuwa wakiishi hapa wakafanya uharibifu. Majini hao walikuwa wakiishi huku, hii ardhi unaona wewe sasa hivi wajina kinao walikuwa wao kwanza hapa wakiishi hapa, majini wakiishi hapa, mashetani maisha yao walikuwa wao ndio wakafanya uharibifu, wakapigwa. Ibilisi akawa ni mtoto mdogo, akalelewa na malaika Ibilisi huyu, na ndio maana hakuacha pahala kumsujudia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akaitwa basida, yani hakuacha. Lakini kosa lake moja tu, alipoambiwa msujudieni huyu mwanadamu, akiwa yeye Ibilisi yuko akakataa, wastakbara, na akafanya kiburi, yani ana khairu minhu, mimi ni bora. Amwambia Mwenyezi Mungu mimi ni bora kuliko yeye, kwa sababu wewe umeniumba mimi kwa moto, wa khalaqtahu min tin, na yeye mwanadamu kwa udongo, yani ule moto ameutukuza zaidi. Amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, inshallah wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni moto, wewe ni udongo. Malaika ameumbwa na nuru, wametekeleza. Wewe moto, kwa nini utakutekeleza? Sasa ajabu iliyoko, Ibilisi amekataa kumsujudia mwanadamu, lakini hakukataa kumsujudia Mwenyezi Mungu. Yeye alikuwa aitwa abasida, alikuwa akimsujudia sana Mwenyezi Mungu, amekataa kumsujudia mwanadamu. Na ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, Ibilisi akimwona mwanadamu anamsujudia Mola wake, yabki, anabubujikwa na machozi, asema ibn Adam umira bisujudi fasajada fadakhala aljanna, huyu mwanadamu huyu ameamrishwa kumsujudia Mola wake, fasajada, na akasujudu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamtia peponi. Yeye asema umirtu bisujudi, mimi nimeamrishwa kumsujudia yeye, fa abaitu, nikakataa, fadakhaltu an-nar, Mwenyezi Mungu akanitia motoni. Wewe ukuambiwa msujudie Ibilisi, umeambiwa msujudie Mwenyezi Mungu, umekataa, wewe ni mbaya zaidi, kwa sababu Ibilisi hakuambiwa yeye amsujudie Mwenyezi Mungu, akakataa. Yeye hakukataa hilo, amekataa kukusujudia wewe. Amri sijda ya tahiyya, amri imekuja, fanya kadhaa, basi utakaofanya kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuhukumiwa moja kwa moja kwa yeye Ibilisi uni wa motoni kwa sababu amekataa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akamwomba Mwenyezi Mungu amwache mpaka ila yaum yubathun, ila akaba ila wakati maalum, wewe utakuacha mpaka wakati maalum. Akapewa umri huo. Hapo baada ya kupata ile ahadi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, akamwambia Mwenyezi Mungu, yani huyu mwanadamu ndio sababu ya mimi kutoka katika pepo, kwa sababu kila mambo yangu kuharibika katika neema ni mwanadamu huyu. Amwambia Mwenyezi Mungu khalafa, nazungumza kwa wale ambao kwamba bado mpaka dakika hiyo wamelala huko majumbani. Ibilisi amwambia Mwenyezi Mungu, qala fabima aghwaytani, kwa vile umeshanihukumia mimi moja kwa moja kwa nimempotea, basi nakujulisha Mwenyezi Mungu, la aqudanna
la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Mimi sasa hivi naenda ndakikalia haswa kikao kamili, stage kamili, yani ni kikao kamili ikiwa mimi naenda wakalia pale ambapo basiratakal mustaqim, kwa ile njia yako iliyonyoka, kwa hao watu hawa wasione njia iliyonyoka, ambapo kwamba wewe utakiwa uingie ndani ya ibada umombe Mwenyezi Mungu, ihdina siratal mustaqim, ya Rabbi niongoze ile njia iliyonyoka. Hiyo yeye asema hapa, mimi hapa nitahakikisha hii njia hii hawaioni hawa tena. Thumma laatiyannahum, Ibilisi wasema thumma laatiyannahum, nitawaendea hawa wanadamu hawa waliosababisha mimi ambao mpaka mimi leo nikatolewa peponi. Thumma laatiyannahum imekuja kwa shadda, thumma laatiyannahum, nitawaendea wao min baina aidihim, mbele, yani njia hizo zinazotumia min baina aidihim, kwa mbele yao, wa min khalfihim, kwa nyuma yao, njia hizo ambapo kwamba tambana mwanadamu, wa an aymanihim, upande wa kulia kwao, wa an shamailihim, kushotoni kwao. Akasahau juu huko, kazi juu, njia hii ya juu na hii ya chini, hii haiwezi kuiona rehema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawezi kuziona hiyo tena hiyo njia hiyo. Angalia, hata Ibilisi ajua kuna njia fulani hizo mimi siwezi, akustaja njia ya juu na hii ya chini hizo njia, lakini hizi njia za ubavu zote hizi amesema hizo mimi la aqudanna lahu, nitakalia chini aswa. Wala tajidu aktharahum, hapa sasa ndio kuna matatizo hapa. Kisha asema kama Mwenyezi Mungu, wala tajidu, wala hutowapata, aktharahum, wingi wao sio kidogo wao, aktharahum shakirin, wenye kutambua kwamba kushukuru wewe. Na sasa wewe fikira mwenyewe, ni wangapi walikuja alfajiri kusali? Kwa sababu waliolala ni wengi kuliko walikuja kumwabudu Mwenyezi Mungu. Safu moja tu, waliolala ni wengi kuliko kama, kwa sababu kazi ya Ibilisi haifanya, hakuna kuinuka hapa, wewe lala tu. Na ndio maana ameweka haja kama wala tajidu, amwambia Mwenyezi Mungu wala tajidu aktharahum shakirin, kwa sababu na ndio maana Mwenyezi Mungu asema wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache ambao kama wenye kunishukuru mimi. Pale ukiingia tu baada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, kule kumshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, wewe unazungumza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambapo kwamba unamshukuru Mwenyezi Mungu. Asema hamidani abdi, amenishukuru mimi, mja wangu amenishukuru. Neno hili mpaka Mwenyezi Mungu asema huyu amenishukuru mimi, adhamani abdi, amenitukuza mimi, amenisifu mimi. Pale utakapokufika pale, iyyaka na'budu, wewe umemka Mwenyezi Mungu tauhidi, kwa wewe peke yako mimi nakuabudu, mimi siabudu Ibilisi. Iyyaka, nimeacha kitanda changu, nimeacha usingizi wangu, nimeacha rehe zangu, nimetoka kuja kuabudu wewe. Ndio hiyo iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kwa wewe ndio kwamba peke yako mimi, sisi ndio tukuabudu. Wa iyyaka nasta'in, kwa wewe peke yako tutataka msaada wako. Pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na asema hapa, mimi na mja wangu atakaloliomba lolote nitampa tu. Yani unazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani leo watu wataambiwa yule ambaye kwamba atakwenda kuswali, kuna msikitini pale, kila atakaye kuswali atapata dola 100. Huo msikiti ungekuwa hutoshi tena, watu wangeminyana kweli. Wale uko Makorora watakuja hapa, wale uko Msambweni watajaza huku, mpaka wale uko Mbugani huko pia watakuja kujazana hapa. Siku moja napita hapa Makorora pale, watu kumejaa, wanawake wamejazana kweli, wamejazana kweli barabarani. Nikasema jamani, poleni, nalo kufa. Wadi nicheka kweli, kaambia ni Mturuki, kwa tolewa dola hapa, mapesa za tolewa pesa hapa. Kumejazana kumejazana kweli. Tena wacha hivyo, mpaka siku ya pili watu wengine wamekaa labda msasa ni pesa tu. Sasa wewe angalia, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
yeye anazungumza na wewe tu pale utakapokufika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hapa asema hapa mimi bali na mja wangu kwa lile atakaloliomba, wasema ihdina siratal mustaqim. Hiyo ihdina siratal mustaqim, yeye mwenyewe Ibilisi alimwambia Mwenyezi Mungu la aqudanna lahum siratal mustaqim. Hiyo siratal mustaqim wataisikia kwa jina tu, mimi nitakikalia haswa kwamba hiyo siratal mustaqim njia yako wewe, ama kwamba wao wasema ihdina siratal mustaqim ni wachache, wala tajidu aktharahum shakirin, ni wachache ambao kwamba utawapata wao. Na ndio maana ukaona sasa wewe kaa chini tu, mimi ni katika kundi gani? Wewe kaa chini tu ujiulize nafsi yako, mimi katika kundi gani la kumsikiza Ibilisi au nimekwenda msikitini? Jijue tu, kila mmoja bali lisano ala nafsihi basira, kila mmoja anajijua haswa moja kwa moja mimi ni nani na mimi ni nani. Wewe mwenyewe wajua. Masala ni marefu lakini inshallah siwezi kuyamaliza, lakini inshallah kesho tutaendelea kipande kama hicho kueleza tatizo hili la mwanadamu ambapo kwamba hajitambui yeye ni nani. Umetukuzwa, mwanadamu ametukuzwa. Wewe angalia tu Mwenyezi Mungu aliposema hafidhu ala salawati was-salati al-wusta, wewe angalia tu hapa ambapo kwamba moja tu katika ile ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu sema dumuni nyinyi kwa kuswali ile swala, mudumu katika kuzihifadhi ile swala, madumu katika kuswali. Kisha kataja was-salatu al-wusta, na swala hii al-asiri, swala tu moja tu ambapo kama hiyo al-asiri kataja was-salatu, japokuwa ni zile salawati zile hafidhu ala salawati, lakini kataja was-salati al-wusta, na swala hii ya al-asiri. Mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam man taraka salat al-asr, mwenye kuacha swala ya asri faqad habita amaluhu, zile amali zako zote msifanya hija nini zote upomoka ya waziro. Swala moja tu. Sasa wewe angalia, hiyo ni swala moja tu asiri, na yule ambaye kama aswali kabisa, hiyo ni swala moja tu asiri ambapo kwamba wewe hukuiswali, umeipuuza. Man taraka salat al-asr mutaammidan, tena kwa makusudi. Mtume anasema mutaammidan, kwa makusudi, hatta tafutahu, mpaka ikaondoka ile asiri kaingia magharibi, faqad ahbita amaluhu, tayari huyo ashazipomosha zile amali zake, yani zishadondoka moja kwa moja, zinafutika zile amali zake moja kwa moja, imeondoka. Wewe unakuwa zero kabisa. Swala hiyo moja tu. Je, yule ambaye kama haswali kabisa, watu watakawachunge sana ibada ni nini, watu watambue umuhimu wa ibada. inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد